Hello guys, kama kawaida unasemaje mpenzi mtazamaji wa Amipro Show257 kama kawaida kwenye microphone moja na MB promoter aka Mr. You like me, I like you, if you don't like me, I hate you too. Kwenye kamera kuna mkali wangu sisi da Silva. Unajua nini? Leo tarehe 8 Januari mwaka 2021. Happy New Year kwa kila mtu. Unajua kitu gani? Leo nimekuja kutembea maeneo ya One Way, kuja kutana na msanii ambaye ni hodari kwa sasa, anafanya poa. Mwaka 2020 mpaka saa hizi anafanya poa. Naye si mwingine ni Wiz Designer. Inakuwaje bro? Z Designer Pondizo, yeah, I'm good bro. You are so good my brother. Wiz Designer Pondis. Kwa nini Pondis? Wakati tunajua kama mbidata ni Pondis. Leo ni mbidata naona kwa Pondis itakuwa ni nani? Pondis ni wengi sana ya. Ni sana. Unajua kitu gani? Ni kama jina Wiz Designer, Mr. Minga, Mr. Kokoriko, I think is that nivo. Kwa nini? Mimi nakuja kuchanganya 1 2 3 sito kukawiza. Unajua kitu gani bro? Kitu ambacho nakuja kuongea mimi ni kitu kimoja. Unajua pa before hatujafunga mwaka 2022 hivi, nilikuja nikakutana location una shoot video moja, lakini sijajua kama ni Kokoriko, sijui ni video gani. Hebu tuambie bro, hivi unaweza kuniambia hiyo video kweli itakuwa kali kama kuliko na Minga hao? Naweza sema kila kitu chote kinapangwa na mpango wa Mungu. Kwa hiyo siwezi nikasema eti video itakuwa kali wakati haijatoka, watu hawajaiona. Kwa hiyo tumetumika vizuri na we hope like video ikitoka ndio watu watasema ni nzuri au ni mbaya. Kwa hiyo hapa sijajua kitu gani naweza nikasema kwa sababu bado ingali jikoni, naweza sema hivyo. Ya video bado ingali jikoni. Kuna nini? Kuna mtu ambaye ananiuliza mpaka sasa hivi eti wanataka kufahamu jina lako halisi. Kutoa Wiz Designer, jina lako halisi na baba na mama walibatiza jina gani? Christian Wimana. Christian Wimana. Yeah. Kweli. Yeah. True. Hebu tuangalie katika masuala ya muziki. Hivi tuende kweli, ulianza muziki lini? Mwaka 2020 kwa sababu ndio tumekuona unaanza kwa hit. So I need to know ni mwaka 2020 hiyo hao ni miaka kadhaa imepita hivi. So Wiz Designer kwa kwangu mimi nimeanza kuonekana kiprofile yangu mimi. Nimeanza kuonekana mwaka ambao umeisha, mwaka 2000 na nimeanza kipindi cha mwaka 2019 kwa sababu kipindi ndipo nimeweza kufanya ile cover ya Big Fizzo You. Lakini 2020 ndo nikafanya Nyaminga na zingine zote ambazo zimetoka hiyo. Okay, mimi nakuja kusema kwa nyimbo ambayo ulitrain sana Nyaminga. Hebu tupatie siri mafanikio yako. I hope ile video ilikuwa kali sana. Alafu ambaye alishiriki ni Logic Jamal kama sijasahau. Hebu tuambie ni ujuzi gani ambao Logic Jamal alitumia ambao wengine madirector wananao? Siwezi nikasema ametumia vitu vingi sana. Kwa hiyo ni ile kusema tumepanga kitu na tukaomba Mungu na kwa hiyo tukatumia tena. Kuna baadhi ya pesa ambazo zimetumiwa mule kwenye video, ndio maana unaona video zimekuja ziko good quality. Kwa hiyo sio siri nyingi sana ambazo zinatumikiwa pale, ila ni kuelewa tu kazi na vipi unaweza tukafanya. Ni kwamba ni kuelewa kazi na vipi ambavyo unaweza kufanya. Kwa sababu ni 2020 ndio msanii unaweza kumfahamu kama vile Wiz Designer. Unajua kitu gani? Wapo wengi ambao walitoka, kuna kina Berry Music, kuna nini. Wiz nahitaji kuangalia mimi na wewe kwa sababu kwa sasa uko katika chini ya One Way Studio kama sijasahau record, sawa? So I need to know nyinyi na Breezy ilikuwaje mpaka umeweza kufahamiana na Breezy? So sijakuwa under management ya One Way. Kwa hiyo sikusema management, nisema studio. Sijasema management ni studio One Way. Ukisema niko chini ya uongozi wa One Way Studio. Kwa hiyo niko under management yao. Hayo. Inakuja swali sasa, unasema kwamba nimesema under. Hebu niambie muziki ambao ushaka kufanya nyuma ya kurekodi katika One Way record. Yeah. Hakuna nyingine lakini maana nilisema sasa. Okay, wewe so nimetumika sana pale na bado ndio natumika pale, lakini no means like pale kwa Breezy au? Yeah, niko pale ni design music. Kwa hiyo studio inaitwa New Design Music. Kwa hiyo lile One Way ni logo tu ya producer ya New Design Music ya. Sisi kwa sababu nasikia kuna New Design alafu kama kuna jina lako la design. Hebu tuambie studio ni ya familia, ni ya kwako au ni ya mwenye producer Breezy? Yeah, no, producer anatumikia mtu sina vingi ya kuongelea about your studio kwa sababu mimi siko ndani ya studio eti na ushirikiano sana wa studio, lakini mara mingi sana waga niko time sana niko pale kwenye studio. Kwa hiyo siwezi ongelea sana siri zao za kazi, ila mimi niko pale tu kwa kutumika kazi zangu za muziki. Nakuja natulia pale wala natoka yani. Kwa hiyo ni kama gisina za toka hapa naenda Bantu Boy ya Master Rain Music ya. Kwa hiyo hivi una fikra kusema kwamba mimi ipo siku nitatumikia music Bantu Boy wakati kuna One Way iko pale studio? Hicho kitu kipo katika akili yako? Yeah, inaweza kufika. Kwa hiyo hatujui kesho kwa sababu mambo yanageuka. Kwa hiyo unaweza nikasema anahitaji producer anaweza piga style hii. Yeah, inatokea na style. Kwa hiyo
producer Breeze anazoea sana afrobeat na afropop na ndio style yangu ambayo naimba. Kwa hiyo nikitaka kuimba zingine utasikia nimechange wa producer kwa sababu sitaki nitoe kitu kibao vitu kwa sababu ya producer mmoja. No, nikisema hii kazi inazoika kwa huyu mtu namtafuta. Yeah. Basi tunaongea kitu moja sasa. Licha na one way studio au one way record, ni studio ipi ambayo unaweza kufanya? Kwa sababu kuna Bantu Record, kuna kwa Corridor Magic, kuna Master Music. Zipo nyingi sasa. Wewe kama hizi mtu anakuja kwamba mimi nataka kulipa pesa usilimbi, lakini katika one way. Hii ni studio gani ambayo unaweza kuchagua? One way studio. I can say like kama Bantu Boy, yeah. Kwa nini Bantu Boy? No, pale naongelea kama kutokea na touch ya producer yule ambaye nani Endo Mike. Anazoea sana kupiga trap. Anajua tena kupiga hata midundo nyingine, kwa hiyo naona kama ni producer Bantu Boy anaweza kufaa. Yeah. That is true. Hizi tunataka kujua kitu kimoja. Una manage? No, sina management ya. Why wakati tunaona kama umeshaanza kutrend alafu unakosa manage. Hivi unataka kuandaa kama kazi zako, nani anakushughulikia katika kazi zako? Ni mafanzi wako kama vile Mr. Champagne alisema kwamba waliliwa gari au na kuna mtu ambaye anakusupport? We need to know that. Yeah, naweza sema kama kuna watu ambao wanatoa support zao, kwa hiyo wanasema dogo anafanya hivi vizuri. Tunahitaji na wao usonge mbele, kwa hiyo hatuna uwezo mwingi wa kupatia, lakini kile kidogo tunaweza tukakusaidia. No, kama ni video ama sijui tunaweza kupatia hata pesa nauli sijui nini na vitu kama hivyo. So kwa hiyo hata post yangu ambayo nimepost juzi hapa imeonyesha kama mimi siko kwenye management. Wengi wako nadhani niko kwenye management ya DJ Fanny kule DFTV, lakini Fanny amekuwa tu kama vile ndugu yangu, ananisaidia kama gisa mavya nisaidia kwa Nyaminga na zinginezo, unaona. Kwa hiyo okay, video zingine zitatoka tu, kuna watu wengine walitia mkono wao kama gisi Fanny ameweza fanya. Kuna kama vile ilikuwa kama vile secret hapo katika DJ Fanny DFTV ya kwa DJ Fanny. So mimi nilisikia tetesi kwamba wewe uko chini ya uongozi wa DJ Fanny. So kitu nilikitafuta lakini nimekosa, kwa sababu kuna jamaa mmoja nilichonga naye akaniambia kwamba wewe unamsaidia tu, lakini tukija kuona kama vile watu kashangaa sasa why kuna musician wengi alafu katika show ya live Alkiba live in Burundi walichukua designer wakamchukua Berry Music. Mbona kuna wasanii wengi kina Bidata kina Lizo kina nani? Sasa mbona vile tueleweshe hicho kitu bro, ilikuwaje ili Fanny aweze kukufikiria wewe? So mimi sijui nini kwa sababu hata sijui kama kule kwenye conference ambao wao wazofanya na Alikiba sijui na ule jamaa DJ mimi sikuwepo pale, na hata Sabi mwenye kama kwenye show na hakuwepo. Kwa hiyo mimi sikiaga tu simu unahitaji kufanya hivi na hivi na hivi kwenye, yani kuna kitu chako hivi na hivi, ndio maana mimi nikaonekana kwenye cover. Kwa hiyo kama amenichagua mimi sijui, siwezi kumwambia eti chukua na yule msanii kwa sababu mimi show ainiangalie, unaona. Sina kitu ambacho niko natafuta mule, lakini mimi natafuta tu ile benefits yangu kuonekana kwenye show. Yeah. Tupe siri basi, lakini kuna mtoto ulipewa. Nani? Kuna mavumbo ulipewa, kuna pesa ulipewa nyingi. Nisema ulipewa pesa. So siwezi nikasema be free tu afuta kuna pesa nyingi ambazo zimeonekana, lakini kile kidogo tu kimeonekana, kile kidogo kimeonekana. Unajua sasa ni wachache wengi wagao ukiuliza sasa swali nakwambia mimi nipewa pesa nyingi, alafu unakutana hivi hata tena kupata. Alafu unasema ukweli bro. You know what? Kuna kitu gani wizi? Kama kuna kitu kimoja ambacho nataka kama vile nikuuliza unijibu. Sawa, unijibu. Licha na kufanya muziki wako hapa Burundi, unatarajia kufanya muziki wako nje ya nchi kama vile msanii Uganda, Kenya au sehemu gani hivi? Kama Rwanda kwa muda nahitaji kwanza Rwanda kidogo, yeah. Na kuna collabo na msanii wote au kuna masuala na msanii wote wa Rwanda unayo? Yeah, wako pana wengi. Mfano basi mkubwa ambao sisi tuweze tukafahamu. Kuna kina Melody, kuna nani mfano moja tu? No, sio wengi sana lakini wapo. Kuna producer ambaye anajulikana kwa jina la Danny Beats. Yeah, kuna no, sina mazoea sana na yule, lakini kuna na director pia na ambaye na manage Davis D ule Bagenzi. Yeah. Tunawaga tunaongea, kwa hiyo kuna connection kidogo ambayo niko kule, nikitaka kufikia kwa mtu fulani naweza pita kwa wao, wanaweza kanifikisha. Kuna kitu kimoja niliwahi kusikia kama nimefuata radio kama radio gani, kuna mtangazaji Tanzania alikuwa anakuhoji kama sijasahau, kuna mtangazaji alikuwa Tanzania kwamba Burundi sijui style gani kutafuta na mtangazaji kama Mtanzania. Ulijisikiaje siku ndio mara kwanza unaingia katika career ya music ya Burundi? Ulijisikia katika Buja Flavor natafuta mtangazaji kama vile ule jamaa Mtanzania alafu afanye kipindi cha kitoto? Nilisikia, nikufuatilia sana. Ulisikiaje bottle ya kwanza unapigwa simu afu Tanzania kwamba ni Tanzania afu uko live? Nimejisikia poa sana, nimejisikia fresh sana, na
nimeona kama kazi yetu ambayo tunatumika huko ziko zinafika hata na nje, kwa hiyo tunakosa tu ile support ya mingi sana huko kwetu ili tuendelee kufanya muziki wetu usonge mbele sana. Kwa hiyo naweza sema baada ya pale nimeonaga tena link ambayo inatoka Kenya, nikutana huko Instagram yangu kwa DJ Flash, nikutana niko kwenye top 10 ya Nyaminga, iko kwenye top 10 ya hit songs za East Africa. Ana nyimbo za Wazuchu wa nani wa Davis D, nimekosaga ile kujua mapema kwa sababu ningeambia hata Warundi wanaweza kunipiga kura ya tunakwenda katika nyimbo ya Nyaminga. Ilikuwaje mpaka ukapanga Nyaminga? Maana mimi unajua ile mziki nimeshausikia lakini sikuelewa. Ulikuwa unamaanisha ni Nyaminga kama ni mtoto wa Kiburundi au ulikuwa ni kama vile Misi au ulikuwa nini? Afu idea ilitokea wapi? So Nyaminga yani ni kitu ambacho kimekuja tu kwenye inspiration nile kujisikia kitu nasema napenda nifanye hivi Nyaminga, nyimbo unaitwa Nyaminga, kwa hiyo nikakuta tu chorus inakuja kama Nyaminga, kama sio Sabbi, kama nani tena pale so kwa hiyo nikasema wimbo unaweza ukatumika vizuri kwa sababu kila mwaka hapa lazima power event ya kutokea na Misi sijui nini ndio nikasema acha nitengeneze nyimbo kama unaweza kupata nafasi. Hebu tuambie Nyaminga aliongeza pesa gani? Siwezi sema kama kuna pesa nyingi au ndogo, lakini kidogo kimeonekana sababu nimeonekana kwenye mashow na kuna vitu ambavyo nimeenda kupata kwenye akaunti zangu za YouTube kutokea na Nyaminga tu. Okay. Sasa Uizi, tunakuja katika kuna video ambayo nilikwambia kama tutakiongelea sana. Juzi kati ndo nimekuwa katika hoteli moja kama ni wapi hapo sijui kama nimesahau. Tulipita pale uko unafanya shoot. Alafu unakuja kama vile usiku. Hebu tuambie ilikuwa ni muziki wa aina gani, nini kokoriko ilikuwa kwa sababu tumesikia kama huenda inaweza kuwa kokoriko au nini. Hebu tupatie wazi ilikuwa ni video ya muziki gani? Ilikuwa video ya kokoriko. Na tumeshamaliza kama juzi hivi video lini sasa? Video inaweza katoka leo usiku ama kesho. Kwa hiyo unahisi kwamba hiyo nyimbo hiyo video itakuwa kali kuliko Nyaminga? Ndio maana nimesema tusubiri muda ufike. Nitaongelea nikishaona watu ambao wanasema video iko cool au iko vibaya. Kwa hiyo sijajua na mimi siwezi nikasema itiko hivi wakati watu hawajaona. Kwa hiyo tusubirie muda tu ufike mtaona video Alafu kuna kitu gani ambacho mimi nimefika pale location, kuna kitu ambacho mimi sijakipenda. Sijui kama labda na wewe umekuwa labda kwa sababu ulikuwa ukuepo. Kuna vile madancers fulani hivi si kama naingia katika life yao, lakini kulikuwa watu wengi pale wanafanya mashoot wanatizama. So kulikuwa madancers mmoja hivi wanawake walikuwa wanafutafuta kama hisia kuchukua sijui manini sijui kitu kama wewe kama ulivyoona kama msanii hicho kitu upokeaje? Lakini kwa sababu pale mko katika kazi wanafuna unapojua mtu apongea katika vilevi unakuwa kama vilevi na kusumbulia trouble nini, wewe hicho kitu ulionaje? Kitu ambacho naweza nikasema kuhusu madancer, mimi ni mwimbaji, kwa hiyo wao nao ni madancer, kwa hiyo siwezi nikaingilia hisia za mtu nikamwambia eti acha kufanya kitu kama hicho. Nakuta kile kitu ambacho anachukua ndio kinaweza kumfanya aweze kufanya vizuri. Kwa hiyo na kikubwa naweza sema ni kushukuru Mungu kwa sababu nimekuta wavuti bangi. Ilikuwa ni sigara kawaida tu ndio wako navuta kwa hiyo nikasema haina shida, mimi siwezi nikakataza kitu ambacho wewe unajisikia kufanya. Ni maamuzi yako wewe, tunakutania tu kikazi uweze kufanya vizuri poa. Nyuma na Logic Jamal, ni mtu gani ambaye unatarajia wa producer gani ambaye unatarajia kufanyia video director? Kwanza naweza nikasema ile video ambayo umeona siku tuna shoot. Nimeona Jamali pale. Jamali ndio amekuwa ameshoot, lakini naweza nikasema nyuma pale ndo kuna producer mwingine tena ameongeza tena kufanya ambaye anajulikana kwa jina la James Morgan. Kwa hiyo msistuki kuona inakuja title inakuja kwa James Morgan. Anataka kuelewa sasa kwa sababu gani ulianza na Jamali alafu James Morgan, kulikuwa utata, kulikuwa hakuna kama vile masikilizano au? No, hapana, nimependa tu kumix wa director kwa sababu huyo anajua ujuzi na anajua huyo. Kwa hiyo nasema acha na hii kazi nipatie jamaa wazifanya na yeye ili aonekane, kwa sababu ni mtu ambaye nikimtizama kuna video nyingi za watu ashafanya hapa Bujumbura ila hawajazitoa. Kwa hiyo nikaona ana nafasi sana kupatia mtu kazi. That is true. Na kama video iko tutegemee kama vile leo au kesho kutwa hivyo. Leo Friday usiku. Friday au kesho kutwa. Kesho kutwa. Alafu kuna kitu moja nakiona katika t-shirt kwamba umefanana kama kuna African bad man. It means sijui kama mtu mweusi, sijui mtu mbaya, sijui nini. We need to know about that logos bro. Tutaji kufanya hicho kitu. Ni ya kwako au ni umevaa kwa sababu ya kuvaa tu? This is my brand, you know. Brand yako hii? Yeah, hii ni brand yangu. Oh my god. Nimependa nifanye hivi. Sijakifanya kiwa official sana ila huenda kuna watu tunafichua lakini tumeshaiona tayari, tumeshatangaza. Yeah, okay. So this is my brand, you know. Katika Amipro Show257 unajua kama ni kila mtu anatazama hii TV. Yeah, haina shida. Ndio maana brand yangu hii na nataka bro nitapataje?
Nataka kuivaa au nipatie tu. Tunasubiri wega ziweze kuwa mingi kwanza sababu. Afu mimi nitabaki auchi. Yes, niko na Wiz designer kama kawa ni Wiz Pondis. Wiz designer Pondis. Unajua kitu gani? Bro, nataka kufahamu kitu kimoja. Kwa sababu unaambia kwamba wewe ni mwanamuziki. Okay? I need to do expression ya kwa mwanamuziki ulipatia wapi? So ni kitu ambacho nimekutana kwenye familia yetu kwa sababu kutoka kwa babangu, kutoka kwa babangu, mkubwa wangu ambaye ni kakaangu yule wa kwanza, lakini sahihi haiko huko Bujumbura. Please let me do, I do like you kokori koko. Kokori, please let me do, I do like you kokori koko. Kokori, baby let me do, I do like you kokori koko. Kokori, please let me do, I do like you kokori koko. Kokori, jen sukamu. Yeah. Ndio Yesu kama ndio kwa kokoriko. Oh my god, bro, unajua kitu gani? Mimi kwa sija I told you true. Mimi kwa sija kama ndio Yesu kama. Kwa sababu nasiko trend katika same pattern ni sukamu mimi kwa sijui kitu. Unafanya kipindi hujajua msanii nani ambao unafanya naye kipindi? Mimi nafanya mtaani bana, mimi mzee wako tu nafahamu. Au nikwambia ambao kuna mazo na kurekodi sasa hizi. Niseme na jina, au tuende kule ni tulie watu wasikie. Nivujishe. Sasa kuvujisha. Leo unajua kitu gani? Niko pamoja na Wiz designer aka Wiz Pondis kwenye kamera pamoja na sisi Tasifa mkali wangu mnyama wangu. Kwa hiyo nafanya MB promoter aka Mr. If you like me I like you. If you like me I don't like you too. But tukona kama vile kumalizia. Kitu ambacho naweza nikasema ni kushukuru kwanza television Amipro Show257. Waendelee kuifuatilia, pia naipenda sana. Kingine naweza nikashukuru watu ambao wameweza kunisupport kwa hii video. Naweza sema nikasema Super Mario Balotelli, DJ Kisi na Janviero pamoja na Saido Nyanga. So ni watu ambao wananisupport sana vitu vimoja wako nje nchi Canada. Project yako mwaka 2021 project gani? So soon on this month, Ma videos, ma audios, ma nini, kila kitu au? Kitu ma brand naweza nikasema vitu vitakuwa vipo tu, tusubirie muda ufike, lakini huu mwezi kuna wimbo ambao nitatoa tena. Yaani moto kwa moto, bambo kwa bambo. Unajua kitu gani? Uko pamoja na Amipro Show257. Tuko pamoja na msanii wetu Wiz designer, anafanya vizuri kwa poa. Anakwambia kwamba mwaka 2021 lazima abomoe. Nini? Soon tutaonana Mungu akipenda. Don't say yani usisahau kusubscribe our channel YouTube. Share na comment inatajika uambiwe basi wa share na comment afu na wa like. Don't forget to subscribe this channel. And then muze kugira share link kunzi banyu bose ibiganiro gishika Amipro Show TV plus 257. So I like this TV. We like this TV only. We like this TV. Amipro Show TV only. Okay, good. Tunashukuru sana bro. Bye, ciao.